holy for I am holy. Na Jumapili tukasema tuna uwezo wa kuwa watakatifu, maana Mungu akiuliza anajua uwezo huo umefichika ndani yetu. Na tukaangalia mambo mawili, tukasema dhambi, kwa nini tuwe watakatifu? Kwa maana dhambi huaibisha jina la Mungu. Tukasema dhambi huaibisha jina la Mungu. Na jambo la pili tukasema kwa nini tuwe watakatifu? Maana tukikumbuka gharama iliyolipwa na Yesu msalabani, remembering what our sin cost the Lord, tunakumbuka kwamba gharama iliyolipwa na Yesu msalabani kwa ajili ya dhambi. Tukikumbuka ile faini ya dhambi iliyokuwepo, hatutamani kurudi kwa dhambi, maana gharama ile ililipwa ilikuwa kubwa kiasi ya kwamba mtu hatamani tena kurudi katika gereza la dhambi ambalo tayari Yesu alilipia hiyo gharama ya dhambi. Na tukamalizia, kwa hiyo leo niruhusu niangalie jambo la tatu. Jambo la tatu, Christ's love for us should constrain us to live in purity. Upendo wa Yesu kwetu unatusukuma kuishi maisha safi. Mtu akikupenda, kuna mambo ambayo huko unapenda, lakini kwa ajili ya mapenzi aliyoyaonyesha inakusukuma kuishi maisha fulani yatakayompendeza. Na hivyo tukikumbuka upendo wa Yesu ulivyo kwetu, inatusukuma sana kuishi katika usafi. Na basi usafi hauwi tena ni jambo la kulazimishwa, linakuwa ni jambo la kihusiano. Because I have a relationship with Christ who loves me, I will keep myself pure. Na hiyo ndio maana sasa unaona ikifika ni mambo ya usafi, hakuna mtu anafuata. Because inategemea, do I realize the love of Christ over my life? Ninajua upendo wa Yesu ulio juu ya maisha yangu. Wakati mwingine mtu anatamani kufanya bila kuona na mtu. Lakini sasa ikifika hapa tunasema kwa ajili ya upendo ambao Kristo ameonyesha kwa ajili yetu, huo upendo unaniambia kuwa mtakatifu. Na hivyo lazima nijue upendo wa Mungu kwangu ni kiasi gani. Wakati fulani Paul akiandika kwa kanisa moja anawaambia that you may understand how deep is his love, how wide, how high, yani unajua wakati mwingine hatuelewi the love of God, jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwetu. Na upendo wa Mungu kwetu unatusukuma kuwa watakatifu. Praise the name of the living God. Kuna mtu anayekutendea wema mpaka unaogopa kumkosea. Sio kuna mtu anayeelewa, unataka kufanya kitu unasema huyo mtu ile wema amenitenda, sisi tunakosea huyo mtu. Na wakati tunakumbuka alivyo tupenda, penzi la Mungu lilivyo kwetu, tunauliza kama anatupenda jinsi hii, tutawezaje basi kukaa katika uchafu? Kama ametukaribisha katika makao yake safi, na sasa tunaburudika katika uwepo wake, how can we continue to live in sin? Ametuchukua kutoka mitaroni, kutoka kwenye mitaa, streets, and the Lord ametuleta in his own bungalow, ametuleta katika mansion yake. How then can we afford to come into his house after he has demonstrated his love to us or for us, and then tuende tukachukua uchafu na kuleta katika nyumba yake? Realizing how God loves us to constrain to live a life of purity. And therefore, life of purity is not a religious thing, it is a relational thing. Ni mambo ya uhusiano wangu na Mungu, sio mambo ya dini, si kanisa linasema nini, si mchungaji anatuambianga nini. Ni mapenzi ya Yesu aliyonionyesha, ninakuwa na deni ya kuhakikisha basi ninakaa nikiwa safi ili nimpendeze yeye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tunaweza tukakumbuka kwamba Christ alionyesha upendo wake hata kwa kulipa gharama kubwa ambayo tulikuwa tuilipie ya dhambi. Na hivyo kwa maana ameonyesha upendo, tunaweza tukaishi maisha masafi na ya utakatifu. Na hivyo ninapo asubuhi ya leo kutuma katika juma jipya, ningetaka ufikirie upendo wa Mungu juu ya maisha yako. Think about the love of God. Think if it is not for this love,
Tumekuwa taifa ambalo halipo. Tumekuwa watu wasiokuwepo. Hatungekuwa na tumaini tulilo nalo siku ya leo. Hebu fikiria, baada ya mauti yetu hatungekuwa na tumaini la milele, lakini kwa ajili ya pendo lake alikuja katika gereza lile tulikubali kuingia wenyewe la dhambi, akalipa deni yetu kwa gharama ya yeye kufa kwa ajili yetu. Na kuanzia hapo sasa anatuuliza, ningetaka maisha ambayo mnayaishi muishi maisha kwa niaba yangu. You know, according to the Bible, Paul is saying ya kwamba maisha ninayoishi sasa si yangu bali ni ya Kristo. Kwa nini? Maana maisha yale mimi nilikuwa niishi tayari yalikuwa yameharibika, hayakuwa na matumaini. Yesu akaja akanilipia deni na akanipa maisha mapya. Sasa maisha ninayoishi ni ya kukopeshwa, na maisha niliyo nayo ya kukopeshwa ya imani ama niliyopewa na Yesu ya imani, basi naniuliza lazima niyachunge. Na wakati inazungumziwa kuhusu usafi wetu, inafananishwa na kuwa harusi, inafananishwa na bibi harusi anayemngojea bwana harusi, anabehave vile anakaa, hawezi enda kufanya kila kitu na anangoja harusi baadaye. Hivyo lazima ajitunze kiasi ili awe safi. Na hivyo ushirika wetu na Mungu katika upendo unatuambia kaeni pia watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Msalimie jirani, mwambie utakatifu si mambo ya dini, mambo ya ushirika wako na Mungu. It's not about religion, it's not about church, it is my relationship with Christ. Ndio maana hakuna askari atatufuata. Upendo wangu kwa Yesu unanisukuma kufanya hivyo. Na mimi nataka niseme Yesu hangetupenda zaidi. He couldn't love us more than he does. Yesu anatupenda. Nisikia mwingine ameimba wimbo akasema anatupenda leo kuliko jana. Ambayo si kweli. Maana Yesu upendo wake kwetu ni constant. Anatupenda kabisa. Vile anatupenda ndivyo alipenda mataifa ya juzi waliookolewa. Upendo wa Mungu haubadiliki, ni sisi tunabadilika kuelewa. But the love of God does not change. Ni sisi tunabadilika, ni sisi tunaelewa vile Mungu anatupenda kwa njia tofauti, lakini upendo wa Mungu ni vile ulivyo. Alivyoagikwa msalabani kwa mapenzi mengi, ndivyo ilivyo, lakini inategemea mimi ninaelewa upendo wa Mungu namna gani. Na hivyo si Mungu anabadilika, mimi ninabadilika kuelewa upendo wake. Hivyo Baba, the love of God inakuwa ya kwamba haibadiliki, inakaa kila wakati ikiwa sawa. And therefore upendo huu wa Yesu tunaweza ujibu, we can respond to the love of God by living a holy life. It is a miserable response to such a love of God to go back over to the bridge of our former lives. Basi inavunja moyo wakati sisi labda tunaweza tukakimbia na kurudi katika maisha yetu ya zamani. Na kurudi katika maisha yetu ya zamani inavunja Mungu moyo. Maana Mungu angetaka tuishi maisha yale aliyotupea. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 14. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 14. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 14 inasema, either way, Christ love controls us. Sura leo inasema, either way, Christ love controls us. Okay, ukisikia either way, kusema hiyo statement inafanya nini? Inaendelea kwa kasu mwingine alikuwa anasema either way. Lakini anasema either way, Christ love controls us. Ndio ndio kwanza ningetaka ushike. Ya kwamba upendo wa Kristo unatutawala. The love he has shown us, he has shown to us, controls us. Alafu inasema, since we believe that Christ died for all, we also believe we have all died to old life. And therefore, because this love of Christ controls us, we need to live a new life. Tunaondoka katika maisha ya zamani. Tafsiri nyingine inasema, tafsiri tofauti inasema, for Christ's love does what? Compels us. It is the Christ love that inatusukuma. Tukikumbuka vile anatupenda, tunaishi maisha safi. Because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Jambo la tatu
dhambi ilifanya Mungu akatuma his own son, his only begotten son. Na basi wakati tuna disregard the sacrifice aliyofanya, it breaks the heart of God. Inavunja moyo wa Mungu sana. Maana kile kilifanya amtume Yesu ndiyo dhambi. Na hivyo wakati hatujali kinachofanyika kila siku, inavunja moyo wa Mungu, inavunja moyo wa Mungu. Na hivyo ni vizuri tusimvunje moyo wa Mungu. Hebu imagine if you are God and then you have done your best, and the best you have done is giving your only son as a redemption for that sin, as a ransom for the sin. And then wale wamelipiwa deni ya dhambi hawajali kabisa, wana disregard the sacrifice. Unauliza, ni nini ingine ninaweza fanya kwa hawa watu? I have shown the maximum love. I have shown the maximum sacrifice. Ni nini ingine imebakia ninaweza fanyia watu hawa? I have given my best. I have given my best. Mungu hana the best nyingine anaweza kupea. The best is Jesus. Na hilo Mungu anauliza, kama nilimtoa Yesu kiasi ya kwamba alipokuwa akifa msalabani singeweza kustahimili kuangalia akifa, na dunia nzima ikawa na giza. Maana tunaamini na teolojia kidogo sikia. Wakati dunia ilipata giza, wakati Yesu alikuwa anakufa, Mungu aliondokea mafuta yake asiende kufa. Na iliguza moyo wa Mungu kwamba the son is dying on the cross. And then we disregard that sacrifice. I think it breaks the heart. Nafikiri inavunja moyo wa Mungu. Na kwa unafikiriaje? Kama wewe ungekuwa, unafikiria kama ni wewe ungekuwa grade usimtese waje nipi. Ndio ndio nataka control pia na. Ndio ndio ungevyo na tesa. Ni mtu anaendelea kwa mwingine huko nyuma kazi yake ni kutesa. Anajua ni kwa nini. Kwa grade acha kutesa. Huko na somo ndio tuenda get chukulia hapo. Fungua dirisha ili utaniona. Mzee si hivyo. Najaribu kusolve mahali pawili. No problem. Hata iko tatu wewe kwenda kwa wote. Kama fikiria ni wewe. Mfikirie ni wewe baba. Watu kufanya dhambi. Mfikirie wewe ni. Watu kumeomba mtu bila dhambi. Alafu kama mimi nataka tu ushirikana. Wewe ni Mungu. Umejiubia mtu wewe. Hajiubia mtu hivi, kaweka pumzi yako, ukajiweka ndani ya huyo mtu. And then huyo mtu akamwambia, mimi nikataka unichague kwa maana mimi ndio Mungu. Nikataka uchukue na ushirika kwa ajili ya uchaguo lako. And then huyo mtu akaamua atachagua chaguo kinyume na wewe. Alafu huyo mtu madhara ya kuchagua hiyo ikamgonga, akaanza kufa. Hapo anafanya kifo kikamgonga. Akiwa karibu akufe pale kwa ward, ukachukua mtoto yako, tuseme uko na kamoja ni jini. Alafu ukaenda ukasema badala kufe, wewe chukua maisha ya jini, wewe uishi jini yako kufe. Haya. Alafu huyo chukua maisha sasa yaishi jini yako anaenda. Alafu huyo mtu aanze kucheza na hiyo maisha ya mtoto yako kufe, yeye akachukua yake. Tunasikia vizuri. Hebu ndio unaweza kufanya njoo hiyo na hiyo. What kufanya hivi? Unaweza kufanya nini? You see, you can break the heart of that person. Now, when we live a holy life, pleases God that we value the sacrifice of His Son. When we live life ya uchafu, tunavunja moyo wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, let's pursue living holy life. Amen. Sin not only breaks the law. You know, sin breaks the law, but it also breaks the heart of God. Therefore, holiness delights God. Sin not only breaks the law,
Because sin breaks the law, but it also breaks the heart of God. But holiness inaleta light katika, inaleta furaha katika moyo wa Mungu. Waraka wa John chapter 14 verse 15, John 14:15 inasema, if you love me, obey my commands. Usikia? If you love me, unasema nini? If you love me, unasema nini? Kama unanipenda, kama unanipenda, fanya nini? Hii statement inasema nini? Kwangu, hii statement ni hii. Kama unipendi, fanya vile unataka. Just do what you want. Lakini kama unanipenda, chunga maisha yale nilikupea, kwa kufuata kile nilikupea. Hivyo ni kama Yesu anasema, you will break my heart if you don't do what I want, because you will show me you don't love me. Mimi nafikiria huyo mtu mwenye alina na maisha ya mtoto yako, wewe unangojea akupende, akikuona akufanye kwamba ulinipea maisha ya mtoto yako. Sasa Yesu anasema, if you love me, just do what I command you. Kama unanipenda, fanya vile ninataka. Kwa lugha nyingine, if you don't do that, you will show me you don't love me. Now, it will break my heart that after I have given the best I could give, you don't love me. And therefore, sin breaks the heart of God. Jambo la tano, number 5. Jambo la tano, kwa nini tuwe wasafi? Why should we be holy? Number 5, when we sin, it establishes others. Not necessarily believers, but all in a quasi, inafanya wengine pia wajikwae. Wakati tunakaa katika dhambi, inafanya wengine wajikwae. Ningetaka niseme hivi, unavyoniona hapa na unavyojiona hapo, kama maisha yako ni maisha ya kiroho, kuna watu wanakuangalia kama mfano wa maisha. Unauliza swali, unafikiria ni watu wangapi wananiangalia kama maisha, wanaangalia maisha yako kama maisha ya kiroho? Okay, wangapi? Unafikiria ni watu wangapi wananiangalianga wakitaka kuangalia a godly life, wanaangalia maisha yako? Mimi najua naomba. Sijui. Maana kuna watu wananiangalia na kusema. Kuna watu wanafuatilia maisha yangu. Hawasi yeye hata ndio anafuatilia. Kuanguka kwangu kunaumiza watu wengi sana. Na hivyo dhambi yangu inaweza fanya watu wengine wakose kumpenda Mungu. Hivyo lazima nijue sasa, maisha yangu si yangu peke yake. Kuna watu wengine nimeshikilia, wengine sijui. Kuna mtu ameshikilia imani kwa ajili ameangalia maisha yake. Nimekutana na watu wengine mimi sikufikiria kwamba maisha yangu ina impact yoyote katika maisha yao. Wengine nilikuwa nao shuleni, primary school, miaka ngapi sasa? Lakini wanakutana wao, they testify that your life motivated me to this. Sasa imagine maisha yangu na watu wengine imebeba kwenye mimi hata sijui they are following up on my life. Hiyo maisha hii nikitembea hivi lazima nijue kuna watu wamefanya nini? Imebeba. Kuna watu wanaangalia Mungu ndani yangu na wameshika Mungu kwa ajili waliona Mungu ndani yangu.
Nakumbuka siku nyingine kuna mtu hapa alikuja akatoa ushuhuda akasema alikutana na mtu anatamani sijui kama ananijua vizuri. Akasema usikue unanihubiria tena Mungu wa Ibrahimu, Mr. Ibrahimu. Ile mtu mimi najua ni Yakobo. Anahubiriana Mungu ya Yakobo. Hebu imagine mtu yule kabisa hivi mshirika wetu hata sio kama ameokoka vizuri, lakini ameangalia maisha ya mtu na anasema Mungu wa huyo mtu. And then nicheze na maisha ya usafi. Imagine labda kuna trailer kubwa iko nyuma yangu ambayo imesimama katika imani kwa ajili yako. Ndio maana hapa lazima tuseme maisha si yangu tu. Kuna wengine nimebeba wenye ninajua na wenye sijui. Na hivyo nikitembea katika maisha yangu hivi, lazima niulize maisha hii yangu ninayotembea ni maisha aina gani? Hebu fikiria maisha yangu, nataka leo tufikirie maisha yangu kidogo. Hebu fikiria leo mimi nikiingia katika damu. Unafikiria nini nitaumia? Ninyi washirika wa kanisa hili mtaumia. Hamtatembea kwa barabara kutazama pastor yenu alifanya nini. Itawaumiza. Hata hamtataka kuhusiana na jina langu tena. Na mnashindwa mtafanya nini maana mlikuwa mnahusiana na hilo jina. Na hivyo maisha yangu si yangu tu, inawahusu pia nyinyi. Inahusu watoto wangu. Imagine watoto wangu watakaa wapi? Wakati wanapotembea watakaa katika mioyo iliyoanguka. Nitaua their esteem. Na hivyo maisha ya dhambi yanaumiza watu wengine pia, hata wengine hatujui na wengine tunawajua. We imagine huduma yangu itaisha kwa ajili ya maisha ya dhambi. Na hivyo lazima tufikirie mambo mengi kuhusu maisha yetu. It's not only about us. It is also about us. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nawefanya hivi, anza kufikiria maisha yako. Ni watu wangapi wanaiangalia wakati unahudumia watu pale kwenye kazi yako katika usafi na utakatifu? Ni watu wangapi wana-admire that lifestyle of a godly man or woman? Hebu imagine kuna watu waliokoka wakaenda makanisa mengine, maybe because they saw the faith in you, na wakatamani I want to be like this woman. And then siku moja anasikia huyu mwanamke ndiye sasa anafanya kitu fulani, ama huyu mwanamke. Mungu atusaidie ili tujue kwamba maisha yetu yana umuhimu kwa maana ya kushikilia watu wengine. Kama una maisha safi, I want to tell you the truth. There is someone somewhere ambaye amelinda imani kwa ajili ya kuwa motivated na maisha yako. Hivyo yachunge, kwa maana haibebi tu your destiny. Inabeba mpaka destiny ya watu wengine. Yeah. Destiny zetu zimebeba destiny za watu wengine. Zimebeba destiny za watu wengine. Na kuna watu wanaangalia maisha yetu kila siku. Kuna watu wanaangalia maisha yetu kila siku. Kuna watu wanaangalia maisha yetu kila siku. And when I came to realize there are people ambao wananiangalia kila siku, I asked God, help me to live even more better so that people will admire my life and people will come to you. People will realize their destinies through my holy living. Na hivyo ninapokuwa mchungaji lazima niangalie. Watu wasimwangalie mchungaji, anasema mchungaji yetu anakaa hivi, anapenda hii, anapenda hii kuliko hii. Lazima they know kwa kweli anajua tunampenda Mungu. And therefore it helps people who trust us, whether in the family or the church. Especially people who you brought to Christ, young believers, feel betrayed, their destiny shattered when people who led them to Christ wanna disgrace their life through sin. Therefore, it is good to know now. Number six. Jambo la sita. The life of holiness is the best life. Why should we be holy? Kwa maana maisha masafi ni maisha mazuri. Na kila mmoja hapa anajua usafi ni mzuri kuliko uchafu. Sisi wote tunajua namna hiyo. Kawaida tu. Wili, kuwa msafi na kuwa mchafu ni gani mzuri? Kuwa msafi na maisha mazuri. To be pure is good. Ukiamua kati ya usafi na uchafu, I believe hapa mtu yote noma atachagua nini? Usafi. Holiness is the best life. Maisha ya usafi ndio maisha yale bora sana. Holiness is good to the spirit, it is good
and is good to the body. Maisha ya usafi inafaa, ni mazuri kwa mwili, ni mazuri kwa roho zetu na kwa akili zetu na kwa soul. Kwa hivyo maisha safi ni mazuri, yanafaa tu kuwa na mawazo mazuri, haufikiri mambo chafu. Ni mazuri kuwa mawazo yako. Your mind is pure, is clean, is good for the body. Haujiingizi na is good for the spirit. Why is it good? Because it saves us from remorse, guilt and shame. Unajua wakati mwingine dhambi inatuingiza katika remorse. We become remorseful kwa ajili ya dhambi tulizofanya. Tunakuwa na hukumu ndani yetu kwa ajili ya dhambi tulizofanya. Na pia dhambi inaleta aibu. Hivyo si kitu cha kutamani. Katika mtazamo wote, dhambi si mbaya. Katika ukiangalia from any angle, dhambi ni mbaya. Wakati mwingine miili yetu inaingia katika magonjwa kwa ajili ya dhambi. Na unajua hata magonjwa yanaingia kwa ajili ya dhambi. Na hivyo tunaweza tukasema nini? Usafi ndio maisha ile bora tunaweza tukakaa. Na tunaweza jua ya kwamba purity leads to fullness of joy. Wakati tunaishi maisha safi inaleta utele wa furaha. Utele wa furaha inatokana na usafi wa mioyo yetu na usafi wa maisha yetu. Na kusudi kubwa la shetani alikuja ili aondoe maisha safi. Nakumbuka katika shamba la Eden, Mungu alikuwa ameweka maisha mazuri yenye furaha. Dhambi ilipokuja ikaondoa nini? Furaha. Hata leo dhambi huondoa furaha. Ukiangalia Yesu anasema kwa nini alikuja? Alikuja kuondoa na kuharibu kile ambacho dhambi ilikuwa imekuja na kufanya. Na kitabu cha John 10:10 inasema, the thief comes only in order to steal, kill and destroy. I have come in order that they may have life. I have come in order that they may have life. Alafu sehemu hii ambayo nasoma 10:10 inasema life in all its fullness. And therefore life in its all fullness. Dhambi haileti life in its fullness, inaondoa fullness of sin, fullness of life. Tafsiri nyingine nasema the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Tafsiri nyingine ya kwamba Mungu amekuja, Yesu alikuja atupe maisha ya kuridhisha. Hebu sasa tuangalie kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 4. Soma mbele kidogo kwenye Alexa. Tunaweza soma moja, 2, 3. That you may fully share our joy. Mstari wa 5. God is light. God is holy. God is pure. There is no darkness in God. This is the message we are telling you. Number 6. 1, 2, 3. Now, understand this. So, kutokana na hiyo mambo ya juu, kwamba God is light and there is no darkness in God. Mstari wa 6 inasema, if we are, so we are lying, if we say we fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. What is spiritual darkness? Life of sin. Now, the thing is, we go on living. Yaani kuna tabia tumeamua kwamba maisha yetu ni ya dhambi. Tunakuwa tunadanganya kwamba tuko na ushirika na Mungu. Kwa lugha nyingine anasema, if we live a habitual sinful life, we should not lie that we have fellowship with God. Because God is light. Tukiishi maisha, tabia ya maisha ya dhambi, kwamba ninafanya dhambi kama njia yangu ya maisha, nisidanganye mtu mimi ni wa church, kwa hivyo nina ushirika na Mungu. You can be a good church follower and not have a fellowship with God. God, tulifundishwa
Tumefundisha hapo nyuma kwamba Mungu ni light, na kama yeye ni light, hakuna giza ndani yake. Lakini sasa nataka kueletea ujumbe mwingine ya kwamba mtu mwenye ana tabia za dhambi, hata kama ni wa church na amebatizwa na anakulanga Holy Communion na mambo yote ya dini anafanya, asidanganye, ana ushirika na Mungu. Kwa nini? Maana giza na mwangaza hazina ushirika, na ni kweli haziwezi likakaa mahali pamoja. Wakati maandiko yanasema light and darkness, ninyi mnaelewa vizuri. Kuna siku giza na mwangaza zinaikaa pamoja. Lazima kimoja kiende, aidha giza iende ama mwangaza uende. One must go. Hakuna vile utaniambia ati leo, unaona siku ya leo giza na mwangaza zimeelewana. Hakuna, itakaje vile itakana mahali. Nakuja kuniambia vile giza na mwangaza zinaweza survive kwa nyumba moja. Inawezekana. Ati jua imewaka na imeleta light, lakini giza imekataa kufanya nini? Kutoka zote mbili ziko leo. Sasa maandiko yanasema usijidanganye ya kwamba unashirika na Mungu kama you are living a dark life. Maana light, Mungu hapo ndio anasema for God is light. Hivyo God akiingia in our lives, kuna expectation. Expectation ni gani? Purity. And therefore, hajahukumu mtu, anasema unaweza jihukumu ujue kama nini kuna ushirika na Mungu. Do I live a habitual sinful